the current situation yenye fili sako sai. Mwenye alienda kumuona leo ati aliambiwa msichana anatibiwa malaria, sijui anatibiwa pneumonia. Nyi mkiangalia situation yenye iko, mnaona huyo msichana ni kama anatibiwa malaria kweli? Bosi wake alimdump na akamwekea nguo hapo na karatasi. Msichana akisimamishwa shingo haisimami, haezi kaa, ajielewi. Kitu tu anaongea neno moja moja. Na hiyo information mwenye alichukua ilimtake 2 hours kabla muelezee majina hizo za watu wao. Imagine hata namba ya mamake kupeana, hizo tu zenye zinafika 9. Hakuna kitu kingine. You know, mimi venye unaniona hapa niko na fears zangu juu sitaki kitu nafikiri fanyike. Siwezi taka juu imekuwa too much. Na ninajua agent mwenye alimleta ama ofisi yenye alimleta ina watch video zake ama picha zake zenye tunapost and they are doing nothing. Ni sisi tu tumeachwa tujishughulikie. So guys, please let's pray for her. Wacheni to fast at least amke akiwa sawa. Hakuna mtu anamwangalia, alidampiwa, nguo zilitupwa na karatasi, akaambiwa ati simu imewekwa hapo kwa karatasi, which hakuna mtu anajua bosi wake. Nimejaribu kutafuta hata namba ya bosi wake tujue ni nani ama ofisi. Msichana mwenyewe mumemuona situation yenye yako. Yani she's not talking. Even if she's talking, kitambo amalize majina yake inamtake like 30 minutes. Ako Damam King Khaled Hospital. Tafadhali mtu mwenye tu yuko tu karibu tu aende tu, hata kama atamkalisha tu for only 1 hour, aone how she's faring. Niko Riyadh, ningekuwa niko Damam, I swear to God ningekuwa hapo na yeye, but it's only God. Mungu tu ndio tumebaki na yeye, yani sisi wenye tuko Gulf. Imagine kuna mzazi wake, tumepata mtu wako mmoja, lakini hata kama tumempata haizi saidia. Ako far away, ako mbali sana, miles away. But it's okay. I know God is watching and I know God is going to heal her in the name of Jesus Christ. I know she's going to feel better. Guys, let's pray for her. Any information yenye utapata kidogo, please post for us. Kadaama TV ko jamate MunaKenya yagenze Afiridde. Tulese video eno okubalaga nti simwe meka bannayuganda abafiira mu nsi za Buwalabu. Buli Kadaama yenna oba buli nsi yonna etwalayo bakadaama bafiirayo, ate nabo tebanafuna buyambi. Wano nno we tujja okutunuulira ennyo ensonga eno tugirabe nti mu butuufu oyinza okwesanga nga gavumenti za Buwalabu oba tugambe Saudi kwakale gye basinga okufiira ennyo, nga zo zennyini ze zikyasinza okubeera nga tezifaayo nnyo ku bakadaama. Kuba olaba bannakenya bafiirayo, abalundi bafiirayo, bannayuganda bafiirayo, oyo MunaKenya naye teyafuna buyambi. Yalaajana, abane ne bamulaajanirako, ne buyambi teyafuna paka kufa. Kati tugambe nti gavumenti za Buwalabu bano zirina okubeera nga nazo ziteekamu omutwe ogw'amaanyi okubeera nga bakadaama bano embeera yaabwe ekyuka. Tukize Uganda. Bw'oba wajja omukozi e Uganda ne bakuleetera omukozi o Uganda, ne bakuleetera ng'oli Uganda ne bakuleetera omukozi mu makaago, bw'aba afunye obuzibu oba okutereeza embeera y'omukozi oyo, tukuba kifaananyi tuli Uganda, gwe bamuleetedde Uganda gw'olina okutereeza embeera ye n'amateeka agamufuga. Oba ono agent amuleese n'amukuwa, yalina okutereeza embeera ya Kadaama ono. Tukuba tuyinza okuddawo ne tugamba kampani Uganda, naye ng'ojja kwesanga bano bennyini abatulisiivinga, ensi yennyini etulisiivinga, gavumenti yennyini amateeka gaayo nga mutuufu tegakutte ku Muwarabu ono. Nze njagala nnyo kizza ku Uganda nti bwe babeera bakuleetedde omukozi owakaawo mu makaago,
amulese yalina okukyusa mu mbeera ze, yalina okuteekawo amateeka, oba gwe kennyini amuyina gw'olina okuteekawo amateeka n'okyusa n'embeera ye. Kitalo nnyo ddala lw'omuwala ono Munnakenya, naye kitulaga nti si bannayuganda bokka be bafiira mu nsi za Buwalabu, wabula n'ensi endala nazo zigenda era ne bafiirayo nga tebafunye buyambi. Government. Nimewaita tena for the third time. Yani muna pretend ni kama hakuna kitu inaendelea Gulf. Watu wamekufa, watu wanakufa daily na hakuna kitu mnafanya, hata hamshughuliki. Mtu anakufa hata hafanywe postmortem kujua nini kenye kilimuua. Sehemu zetu zinauzwa. Huku mtu unapelekwa hospitali in 3 days umekufa. Maagent tunawapigia simu, mtu ni mgonjwa anatakikana dharura, wanatusnob. And government, you are pretending as if nothing is happening. It's like those people are dying on hands or goats. Na mko hapo tu mnaendelea tu na maisha. Lower food price haiwezekani. Kazi kwa vijana hakuna. Tumetoka tumeenda kujitafutia, tulaizishe life ya kwetu. And yet government, you don't care juu hata venye tuko huku, government still ina benefit na sisi. And you are there pretending as if nothing is happening. Mtu anashikwa anapelekwa Tarhil, deportation. Anamaliza 1 to 3 months. Wazazi wetu wana panic penye wako juu there is no calls, wanashindwa kwani mtoto wangu alipotelea. Our parents are dying in silent in pain. Na ukienda kuongelesha homa agent, wanasnobiwa na kuongeleshwa vibaya. And government, you are there just watching as if nothing is happening. It's like they are goats. Now men have started. Now wanaume tumewaingililia, wanaanguka moja moja. And government, there is nothing you are doing. Now my agent, mtu ata, you know, when saa zenye mimi nimekufa, mtu anaumia sio mimi. Mimi nishaondokea. Mwenye anaumia ni wenye walikuwa wananitegemea. Watoto wangu na wazazi wangu na wengine wenye walikuwa wananitegemea. Government, tafadhali tushughulikieni even for once. At least hizi vifo ziminimize daily. Last week and last week before, more than 8 people are down. And government, you are doing nothing. Kwani muna preach peace gani? Muna preach kukuwa na umoja gani if hamuna umoja na sisi? Na hiyo Kenya, hiyo ni nchi yetu, that's our soil. Mnafaa mtutetee. Tukirudi hapo mtu afanye nini tena? Government, please, at least for the ones, show concern. Onyesheni tu concern hata kama ni kidogo. Tushughulikieni tafadhali. Vifo zimezidi.